Mimi nashangaa mbona hata nikajuta. Ningenusa wakati nilikuwa msichana. Serikali imenifukuza ya Kenya, sasa nitaenda. Mateso bila makosa. Walivuka mpaka kwa mapenzi, wakaolewa Kenya, wakazaa watoto wa Kenya. Lakini miaka 10, 20, 30 hata zaidi bado hawana kitambulisho. Hii ni sauti ya wake wa Tanzania wanaoishi kama wageni nyumbani mwao. Ripoti ya Kenya Land Alliance inasema 50% ya wanawake kutoka Tanzania waliolewa hapa Kenya hawana vitambulisho vya kitaifa. Wengi wao wako Taveta, kaunti ya Taita Taveta. Matokeo yake hawawezi kumiliki ardhi, hawawezi kurithi mali ya waume zao, hawawezi kupata matibabu, hawawezi hata kusafiri. Sawa basi. Ungana nami mwandishi na msimulizi wako Albert Monyasi katika safari ya kutanzua kitendawili hiki cha mapenzi iliyokwama kwenye karatasi. Baada ya kilomita 110 kutoka Voi, natua Msengoni, Timbila, kijiji kilichokaa kifuani mwa mpaka wa Kenya na Tanzania, nyumbani kwa Mama Martina Malekurwa. Habari wewe? Nimefika. Ana furaha ya kuniona, lakini madhila yanasomeka usoni. Mama Martina, miaka 63, mjane. Mimi nilikuja Kenya kwa kutembea na miguu kuja kutafuta kazi ya umaid nikiwa na miaka 17. Na nilivyokuja, kwa sababu nilikuwa ni msichana mzuri, nilipata mwanaume nikaolewa. Nilivyoolewa tangeo miaka 17 nikakaa. Nilipopata mtoto wa kwanza na mtoto wa pili tukafunga ndoa na mzee. Kufunga ndoa kapata certificate married. Akifunga ndoa ilikuwa inategemea kwamba pengine ningepata hiyo certificate married, pengine naweza nikapata kitambulisho. Sasa niko na miaka 63. Nimeishi zaidi ya miaka 30 na bila kitambulisho, na nikiwa napata shida. Nusu ya maisha yake ameishi akitafuta kitambulisho bila mafanikio. Nimejaribu mara nyingi ili kupata hicho kitambulisho, hata kuchukuliwa na machifu, kufanya mikutano, kufanya nini, lakini mwishoni najikuta tu kwamba ni maneno matupu, kitambulisho hatupewi. Mpaka leo hivi nimefika leo nikiwa na miaka 63, nina vitukuu, nina wajukuu, nina watoto machifu. Watoto wa machifu wengine wako wanafanya hospitalini, madaktari, lakini hawawezi kunipa kitambulisho. Aliolewa, akatafuta mali na mumewe. Mume akafariki, hakurithi chochote. Hata hivyo nimegawanya ardhi yangu yote, nikagawanyia watoto kwa sababu watoto wasimamiwa na mashamigi zangu, wao wana vitambulisho. Ardhi yote niligawanya, sikubaki na chochote. Mimi nilibaki hivyo kwa sababu mimi ni mama Tanzania. Sikupata chochote na angali ardhi nimepigania. Mzee alikufa akaniacha, tulikaa miaka 5, mzee akafa akaniacha na watoto wakiwa wadogo, lakini mimi katika hiyo ardhi sikupata hata chochote, na angali mimi ndio nilibaki nikimiliki hizo ardhi, na mimi ndio nilibaki nikiangalia watoto na kila kitu, mali na kila kitu zao. Leo hata huduma ya bima ya SHA hawezi kupata. Si mgonjwa wa kuonewa huruma, ni mama aliyenyimwa haki ya kuitwa Mkenya. Hata wewe mwenyewe kwa sasa hii imefika mahali ambapo panasema SHA. Kama una ID utapata SHA. Na angali niko na miaka 63, miaka ya kwenda kutumia madawa ya pressure na madawa ya sukari. Nitapataje na mimi sina ID? Tunamaliza mazungumzo, ananielekeza kwa jirani yake mita chache tu. Odi. Flora Hassan, miaka 51, mama wa watoto 4, aliingia Kenya akiwa na miaka 18 kufanya kazi ya uyaya. Akaolewa miaka 3 baadaye. Leo miaka 33 baadaye anaitwa mgeni. Tambulisho, kuna wakati nilijaribu, nikaenda kwa viongozi wetu, nikaongea na wenyewe kule juu immigration, wakanieleza vile naweza kufanya kufuatilia, lakini walivyonieleza uwezo wangu ni kidogo, sina pesa ya kuweza kufuatilia. Mimi nikabakia tu nikamwambia Mungu, mimi nitakuwa nalia na wewe nikuombe hadi siku ile atatokea baba rais wetu aseme hawa watu wa Mungu wapate kitambulisho. Miaka 33 za dhiki. Mchakato wa uraia ni mlima.
mrefu na ghali. Huu mchakato unakula pesa nyingi kwa sababu niliambiwa kurudi kule kwetu nikakane uraia, nikate passport ile kubwa niwe nayo, na hii passport ile kubwa ni 200,000 ya Tanzania. Wakati ninaenda kule niwe na 300,000 ya kwenda kukata uraia kule, na pesa zingine kiasi kidogo kidogo kama kupitia kwa wazee wa mtaa nyumba 10 ule waweze kukubaliana na mimi, sasa waweze kuniachilia ndio niweze sasa kuingia tena huku. Alafu sasa nikifika huku nianze process tena ya vile vitu nimeleta. Lakini bado tukirudi migration bado tunaona kukiwa kugumu. Sasa tunaona tu hata tuacha tuishi, pengine wakati wa Mungu ukifika hata tusaidia. Matokeo, hawezi kumiliki ardhi, hawezi kurithi, hawezi kutibiwa, hawezi kutoka Taveta. Kumiliki ardhi siwezi, hata mali ya mume wangu ana kibarua, lakini kuna kitu huwa naliaga nacho polepole tena siri, maana siwezi kumwambia kwamba baba utakufa. Anaweza kusema kwani mama unataka kuniua. Nina uchungu, maana siku moja pengine bahati mbaya baba akaaga, mimi nikabaki. Siwezi faitia mali ya mume wangu, sitaweza. Nitaanza kuulizwa ABCD, itabidi nshemeji zangu wafuatilie ama watoto na wanidhulumu ile haki yangu, maana nimetafuta na bwanangu. Flora ananiambia tatizo sio Taveta pekee. Narudi Voi, nashukia Kaloleni kwa mama Sofia Makesi. Mama hujambo? Si jambo. Sofia, miaka 67, ameolewa Kenya kwa miaka 41. Leo anajuta. Naona ni heri hata singeolewa, lakini sasa nikiangalia niko na watoto, niko na wajukuu, hata nashindwa nitaenda wapi uzee huu. Baba amekufa, mama yuko alhamdulillah, lakini ni mzee, huwezi kumwambia chochote muelewane, kwa sababu niko kama mtumwa mpaka nimtegemee mzee naye ndio huyo ashazeeka. Ardhi yake iliuzwa na mwanawe bila yeye kujua. Alipougua akakosa matibabu. Nilipata kipande cha ardhi kidogo, lakini shauri kwa sababu sina kitambulisho ilibidi niandikishie watoto wakauza, nikabakia tu hivyo. Shida yangu ni macho, sunaniona macho yangu. Nilipofika wakaniambia macho yataka yabambuliwe, na kibambuliwa mama kama huna 60,000. Nikasema sasa si ndio nimerudi kipofu mimi. Nilirudi hivi macho yangu yana shida. Wakaniambia kama uko na tungekusaidia. Alifuata mchakato, akaambiwa alete shilingi 70,000 kupata uraia. Hebu fikiria, 70,000 kwa mama anayeuza mboga. Niliambiwa nitafute 70,000 na picha ya passport ya mume wangu, fotokopi yake ya kitambulisho, niende nayo migration. Alafu sasa ile ndoa, akaniuliza hiyo ndoa ulifunga lini? Kamwambia nilifunga kitambo. Akaniambia basi hiyo ndoa uliofunga kitambo, hiyo hatuwezi kusaidia, labda uende huko migration na 70,000 ile ndoa yako ya zamani ivunjwe, iwekwe ingine. Sasa hapo pia kukanishinda. Naona kukanishinda kweli, waweza fanya, lakini pesa ziwa. Masimulizi matatu, uchungu mmoja. Nimeelekea afisa usajili wa watu Mwatate, na mtafuta mkuu wa usajili kaunti ya Taita Taveta Wilson Onyango. Requirement moja ni huyo mhusika lazima ajaze forms, inaitwa duly completed application form 8 attested by a commissioner for oath. That is the first requirement. Kitu kingine cha pili ni lazima pia ajaze questionnaire yenye atapewa kwa afisi ya immigration. La tatu ni lazima awe na 2 passport size photographs yenye inaonyesha image yake ama foto yake. Number 4, lazima huyu Mtanzania mwanamke ameolewa na Mkenya awe na copy of marriage certificate. La 5 ni lazima awe na pia original certificate of good conduct, ili inaonyesha kuwa yeye ni mhalifu ama si mhalifu. Hiyo sasa inapeanwa na DCI. La
6 ni passport copy of huyo mhusika or the applicant. La 7 ni copy of Kenyan spouse ID. Lazima awe na ID ya bwanake huyo mwenye amemoa, of which ni Mkenya. La 8 ni lazima pia awe na copy of a joint sworn affidavit yake na bwanake. La 9 lazima huyu mhusika pia awe na dependent pass ama permit. Then la mwisho, kama ni East African citizen lazima alipe processing fee. Kwanza kuna application processing fee ya 20,000 Kenyan shillings. Alafu la pili ni issuance ya hiyo cheti, of which for East African ni Kenya shillings 50,000. Kama yeye sasa ni non-East African, yeye sasa atalipa 100,000 Kenyan shillings. Karatasi, mashahidi, miaka 7 ya ndoa na ada. Mashirika ya kijamii yanasema mfumo huu umefunga nje wake hawa. Faith Alube ni afisa mkuu wa shirika la Kenya Land Alliance. Sasa ni muhimu tuweze kurahisisha ama kusimplify our laws for these women. Wengi wao wanaweza pata kuelewa na to engage with the system wakishaelewa from simplified formats of the law. Na sisi Kenya Land Alliance tunajua ya kwamba hiyo kesi yenye tumezingatia ya Taita Taveta as a border county ni moja wapo wa kesi as in border town. Wanawake wenye wako kwa border towns hapa Kenya wanapitia changamoto hizo. Sasa wakati policy guide kama hiyo inatengenezwa na inasaidia, hata hiyo inaweza kukuwa replicated in other border towns na itaweza kusaidia waathiriwa wenye wanagandamizwa na kunyang'anywa haki. Haji Mwakio, mwenyekiti wa shirika la Taita Taveta Human Rights Watch, anataka Jumuiya ya Afrika Mashariki ihusike. Huu mchakato usiwe ni wa Tanzania peke yake. Huu uwe ni mchakato wa East African Community. East African Community yote, maana sasa hizi vijana wote wanakwenda huko wanaoa, wanakwenda Uganda wanaoa, wanakwenda Rwanda wanaoa. Wacha basi hiyo sasa ni mchakato wa East African Community. Pawe na huo uelewano kwamba wakina mama wakienda popote waweze kuolewa. Na pia vijana wetu pia wakienda huko pia na wao pia wawe, wasichana wetu wakiolewa huko pia wasiwe na changamoto ya kupata usajili. Serikali ipene decree tu kwamba hawa kina mama waliosajiliwa kwa miaka fulani hapa Kenya wacha wasajiliwe. Tunasema hivyo kwa sababu tumeona serikali imefanyia decree kwa Makonde wamesajiliwa kama Wakenya sasa, kwa sababu wamekaa kwa muda mrefu. Kwa nini hawa kina mama pia rais asitoe presidential decree hawa kina mama pia wasajiliwe? Inakuwa ni changamoto. Serikali inasemaje? Linda Okola ni kamishna wa kaunti ya Taita Taveta. We are ready to register people who have the right documentation. Maanake unaona sheria ni sheria na sheria imenifunga mkono. Sasa tukiona moratorium maybe for a waiver for some time so that those who are not compliant will comply. Alafu unajua hizi processes pia they just don't take one day. Because aki-apply for that citizenship iende immigration irudi. Now if there's that moratorium na maybe tuseme we can do this thing within a month, hopefully all the stakeholders will hold their fort for the shortest time possible kupatia hawa to justice. Manake bibi ameolewa over 35 years tayari akona wajukuu. It is not fair for that person to continue feeling alienated. Manake akirudi kule wanamwambia sasa wewe mwenyewe ulishakuwa Mkenya, you've been there for 30, 15, 20 years. Sasa na akikuja huku tunamwambia we don't recognize you. And that's why I'm saying now we need now to sit together and maybe waiver some of that fee. Manake najua issues za pesa, mtu akikuja akiambiwa lipa kiasi fulani, ukishajaza form hiyo on e-citizen lipa pesa fulani, anakuamia hapo. The process inanyamaza. Kitambo wewe mwenyewe ukutane na 70,000 ukuje ulipe ndio ufanye hiyo process, unasema inshallah acha ikae. For that purpose we want to help these people. So kitu ya kwanza ninaomba wajitokeze, tuwaone tu, isikuwe tunaongea tu maneno kwa hewa. Katiba iko wazi. Kifungu cha 15 cha katiba na kifungu cha 11 cha sheria ya uraia kinasema wazi, mke wa Mkenya baada ya miaka 7 ya ndoa ana haki ya kuomba uraia, lakini haki kwenye karatasi, si haki mkononi mwa Martina, Flora na Sofia. Kilio cha kina mama hao kiko Taveta, kiko Lungalunga, kiko Busia, kiko Namanga. Maelfu ya kina mama
waliovuka mpaka kwa mapenzi wakakwama kwenye ukuta wa uraia. Ombi lao ni moja, sio chuki, sio fujo, ni utambuzi. Rais wetu wa Kenya aweze kutusaidia sisi wakina mama wa Tanzania tuliooleka mahali hapa Taveta, maana sisi hakuna mahali tutaenda tena tambulisho. Ombi langu kwa serikali, nilikuwa naomba serikali ya Kenya ituangalie sisi wa mama wa Kitanzania na sisi tupate kupiga kura ambayo itaenda kwa boksi. Sisi tunapiga siasa ya mdomo na kwa boksi ya 20. Kama rais atatukubali sisi na sisi tuende kwa boksi, tutashukuru. Tuko wa mama zaidi ya 1000. Albert Mwanyasi, Sifa FM, Taita Taveta, makala ya mateso bila makosa.